Ikikupendeza unaweza ukaniambia sababu gani labda ilikufanya wewe ukachukua panga sijui na kutaka kumkatakata bwana Kitale? Alikukosa kitu gani Mkude? Ilitokea na sababu kubwa iliyotokea pale ilisababishwa na marehemu Mzee Majuto. Mzee Majuto alifanya Majuto tena? Sasa tuko kule, tuko kambi tunashoot Mbeya. Tulikuwa tuna kambi mbili pale, kuna nyumba nyingine kwa sababu wakati wa Liliame ilituchukua wachekeshaji wengi sana. Tuko wengi. Nakumbuka tulikuwa tunafika hata 60. Ndio boss aliweza kutumiliki, tulikuwa tuonekane mjini. Kwa hiyo tulikuwa tuna kambi mbili, wazee wanakaa kambi nyingine, sisi tunakaa kambi nyingine. Sasa kuna siku natoka tu nje, kuna geti pale Mbeya hiyo. Mbeya Uyole hapo. Natoka nje ya geti, ilikuwa usiku. Ghafla nakutana na Mzee Majuto mlangoni pale getini. Mzee kambi yake iko kule. Mzee vipi? Mimi niuliza swali moja tu. Mungu amrehemu na nikamwambia mzee vipi? Hiyo ilikuwa asubuhi, usiku. Mzee vipi? Mzee alichoniambia, kwa sababu nimeona kama kuna kitu anamwaga hivi. Nikamwambia baba vipi? Mzee alichonijibu aliniambia tu, ile swala unalifanya unabidi ufariki. Anasema kwa hiki ambacho ninachokifanya. Na kwa hiki ninachokifanya ulichokiona wewe unabidi uondoke. Lakini siko peke yangu. Yaani alichokuwa anakifanya Mzee Majuto alikuwa anafanya kwamba hayuko peke yake na inatakiwa wewe ufariki. Yaani kile kitu kinachofanyika hapa ni kwamba kuna kitu hicho alichokuwa anakimwaga. Kuna kitu kinatupwa hapa. Uliona nini? Hicho kitu ambacho alikuwa anatupa. Mimi nimeona tu kuna kitu anamwaga lakini ni unga, ni majivu, ni kitu gani? Sikutaka kusogea kwa sababu tayari ni hatari kwangu, so kusogea tena katika ile eneo. Na alisema inabidi ufe kwa sababu umeona ama alikuwa anakuja yani hiyo ilikuwa kwa ajili yangu, yani special. Labda Mungu tu alitaka nione nishuhudie. Tuendelee Mkubwa. Baada kuona vile akaniambia bwana siko peke yangu. Issue tumeenda tuko watatu. Ambaye nani na nani? Akasema yeye wa kwanza, wa pili Kitale, wa tatu Sharo marehemu. Sharo milionea. Marehemu Sharo milionea. Baada ya hapo nikamwambia mzee kwani vipi? Akaniambia bwana hili tatizo linatokea hapo. Unakaa kwenye kampuni unapendwa. Yaani unapendwa sana, ni hata tunapotembea ni boss anakuangalia wewe watu yani. Kwa hiyo hili ndio tatizo. Nikashangaa nikasema kama tunajenga nyumba moja kwa nini tunagombania vitu sasa? Nikamwambia na kitu gani? Tunafanya kitu pamoja vipi? Sasa ile asila mimi nikaenda kwenye chumba ambacho Kitale kalala. Ambapo yeye alikuwa Kitale na Sharo. Mimi nikaingia mule. Sasa nilienda kwanza kwa Masai yule, tuna msanii mzee anaigiza Kimasai. Nilikuwa nishaga Afrika, nikamfuata Masai nikamwambia Masai samana lazima sime lako. Sime lile la Masai. Nikamwambia lazima sime lako. La nini? Nikamwambia mimi kuna clip nataka nicheze nayo tu mara moja. Akali sita lakini aliponipa nikaenda kwenye kile chumba. Sasa uzuri wake kile chumba nikiko kulia kushoto chumba cha bosi wangu. Mimi niliingia kwenye kile chumba. Nikabidi nifunge mlango. Nikamwambia ndugu zangu bora tuuane kuliko kuuana kwa uoga. Hapo umejifungia wewe marehemu Sharo milionea na Kitale. Mpo mtu tatu. Kwa mtu tatu niko na mdogo wangu mmoja ambaye yuko hapa anaitwa Yoso, yuko alimwenda. Ndio. Kwa nikamwambia sasa, ni bora tu iwe wazi. Kutokea nikamwambia bwana nimekutana na mzee hapo nje. Lakini mzee akaniambia wewe upo na ndugu yangu upo. Kitu gani unakifanya kile? Alafu nasikia kimetoka Kiela hiki. Bana. Nimeenda Kiela nimerudi. Vipi? Imesukwa. Mzee kaniambia tu ngoma ndio imetoka Kiela hii. Vipi ndio wewe katika ile kikili bosi akaja hapa ile panga likanyang'anya. Hapo ndo chanzo cha Kitale kutokuongea na Mzee Majuto mpaka alipofariki. Kitale na Mzee Majuto walikuwa waongea hadi Mzee Majuto alipoongea hilo neno tu mpaka hapo. Kwa sababu tayari siri imetoka, kwa hiyo ilikuwa ni siri. Mbona nilikuwa naona wanaigiza hiyo sasa hiyo filamu wakati iko kule na wakati huo sasa linatokea jambo ndio mwanzo ndio hapo Kitale akaanza kufanya mambo yake mengine na Majuto naye alikuja kaondoka akaanza kufanya matangazo ya Azam. Kwa hiyo ndio aongei. Kwa hiyo ilipofika asubuhi kuna dada moja anatupikia chakula pale. Alikuwa anafufua nje. Mimi nashindwa kutoka kwenye ile geti kwanza nimeamka. Naona lakini kuna mzigo ushawekwa pale. Pana pitika vipi sasa pale? Ngoma yangu mimi, afu geti ndio hilo. Yule dada pale akanafufua nikamwambia dada usisogee maeneo hayo. Sio pazuri. Kumbe ile kitu kilichotumwa pale na sikio atakayejichanganya. Ndio naye sasa. Lakini mimi ndo mtokaji wa asubuhi mapema sana, lazima mimi kwanza nianze kutoka mimi na mambo mengi. Kwa hiyo sasa yule dada aliposogea eneo lile kitu kikamchukua yule dada, nikaona alikuwa ameshikilia ndoo akaiachia. Alipoachia ndoo akaomba kioo. Na ukiona mtu anaomba kioo ujue tayari huyo kapigwa jini, kwa sababu jini ana kioo akivi. Nikaona tena anaomba kioo tena. Wakati amedondoka Mzee Majuto yuko wapi? Yuko nje ya geti. Nikamwambia baba unaona?
Akusogea hata kumgusa yule. Kwa sababu mashahidi si ndio ule ufanya unasogea vipi tena? Msaidia ukienda kama unamwagua. Akusogea yule dada yetu maskini akafariki. Ikabidi kodiwe gari siku hiyo imrudishe Dar.